Tunafahamu kwamba mapenzi yanaumiza, mapenzi yanatesa, mapenzi yanasumbua vichwa vya watu wengi. Na kulingana na utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Harvard unasema kwamba binadamu anasumbuliwa na changamoto kubwa tatu. Changamoto ya kwanza ni afya, changamoto ya pili ni masuala ya fedha, changamoto ya tatu ni masuala ya mahusiano. Lakini katika changamoto zote hizo tatu imebainika kwamba changamoto ambayo inaongoza kusumbua watu wengi, wenye afya na wasio na afya, wenye fedha na wasio na fedha, ni mapenzi. Lakini kitu ambacho watu wengi wanashindwa kukifahamu kwamba haya maumivu ya mapenzi tunayokutana nayo, au maumivu ya mapenzi ambayo tuna experience, nyuma ya haya maumivu kuna siri fulani imejificha ambayo watu wengi hatuifahamu. Sasa kupitia hivi leo nataka nikutobolee siri kubwa tatu zilizojificha nyuma ya maumivu ya mapenzi ambayo unakutana nayo hivi sasa. Siri ya kwanza ni kwamba maumivu ya mapenzi unayokutana nayo yanatokana na matarajio yasiyotimia. Mtu mmoja aliwahi kusema kwamba expecting nothing from people and you shall be not disappointed. Kwamba usitarajie kitu kutoka kwa watu na hautakuwa mtu ambaye unavunjwa moyo kirahisi. Unapomsikia mtu anasema nimeumizwa sana, tafsiri yake ni kwamba hakuwahi kutarajia kuumizwa na huyo mtu. Unapomsikia mtu anasema nimevunjwa moyo, tafsiri yake ni kwamba hakuwahi kutarajia kuvunjwa moyo. Kuna watu wengine ambao alitarajia watamvunja moyo, lakini sio huyo mtu. Ndio maana Biblia inasema kwamba msiri wangu tena niliyemtumainia, aliyekula chakula changu, ameniinulia kisigino chake. Tafsiri yake ni kwamba kinachoniumiza sio kuinuliwa kisigino, kinachoniumiza sio kusalitiwa, ila kinachoniumiza ni kusalitiwa na aina ya mtu ambaye sikuwahi kabisa kumfikiria kama anaweza akanisaliti. Kwa hiyo wakati mwingine maumivu ya mapenzi tunayokutana nayo ni kwa sababu ya matarajio. Kuna vitu ambavyo tumetegemea kuvipata kutoka kwa watu, au kuna namna tutegemea mambo yatakwenda, alafu mwisho wa siku hayajaenda sawa sana vile ambavyo tulitegemea. Siri ya pili ni kwamba maumivu ya mapenzi unayokutana nayo ni malipo ya watu ambao umewahi kuwaumiza. Ukweli usiopingika ni kwamba what goes around it comes around. Kile ambacho umewahi kuwafanyia wengine kuna siku kina uwezekano mkubwa sana ukikurudia. Wakati mwingine kuna watu waliokutupenda, kuna watu waliokuthamini, kuna watu ambao walijitoa kimuda, walijitoa kifedha, walijitoa kila rasilimali ili kuhakikisha kwamba sisi tunafurahi. Na badala ya kuthamini upendo wao, badala ya kutumia vizuri upendo wao, badala ya kuwalipa mapenzi sana jinsi ambavyo walijitoa kwetu, tulishia kuwaumiza, tulishia kuwavunja moyo, tulishia kuwafanya vitu ambavyo wakafika tu wakasema kwamba mimi sitakuja kupenda tena, sitaki kuoa wala sitaki kuolewa. Kwa wakati mwingine unaweza kukuta kwamba kile ambacho unakutana nacho sasa hivi ni matokeo ya kile ambacho wewe umewahi kufanyiwa. Ndio maana Biblia pia inasema kwamba apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa wakati mwingine kwamba unatakiwa kutengeneza wewe pamoja na maisha yako yaliyopita. Tunasema make peace with your past. Tengeneza pamoja na jana yako. Kwa nini? Kama kuna mtu ambaye umewahi kumuumiza, kama kuna mtu ambaye umewahi kumkwaza, kama kuna mtu ambaye umewahi kumfanyia vitu vibaya kwenye mahusiano, tafuta namna kumwombe msamaha. Kwa nini? Kwa sababu unaweza kukuta hiyo hali ikiendelea kukusumbua, kila mahusiano unaoanzisha yakavunjika, kila mtu ambaye unakutana naye mwanzoni mkienda vizuri, lakini mwisho wa siku akafika hatua akakuumiza kabisa. Wakati mwingine hata wewe mwenyewe ukifikiria unaona kabisa kwamba haya maumivu ninayopitia ni malipo ya kile ambacho nimewahi kuwasababishia wengine. Siri ya tatu ambayo imejificha nyuma ya maumivu ya mapenzi ni kwamba maumivu ya mapenzi unayokutana nayo ni ishara kwamba uko kwenye mahusiano na mtu asiye sahihi. Maumivu ya mapenzi unayokutana nayo wakati mwingine ni ishara kwamba upo kwenye mahusiano na mtu asiye sahihi. Kuna msemo mmoja huwa naupenda sana. Unasema kwamba when someone is not the right person for you, God will push him or her to torture you to the extent you are powerful enough to live. Akiwa anamaanisha kwamba unapokuwa kwenye mahusiano na mtu asiye sahihi, Mungu atamtumia huyo mtu, au Mungu atamruhusu huyo mtu akutese, akuumize kwa kiwango ambacho wewe utakuwa tayari kumwachilia huyo mtu aondoke kwenye maisha yako. Kwa wakati mwingine unaweza kukuta kwamba Mungu akikuona umekaa sehemu isiyo sahihi, anachokifanya ni kumruhusu huyo mtu ambaye wewe unampenda akuumize na kukutesa ili wewe uweze kumwachilia huyo mtu aondoke kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaona kwamba huyo mtu akiendelea kuwepo kuna vitu vingi sana vitaharibika. Wakati mwingine unaweza kukuta akaharibu hali yako ya kiroho, au akaharibu utumishi ambao Mungu amekupa, au akaharibu vipaji na karama alionayo, au wakati mwingine anaweza akaua kabisa ndoto ulionayo. Kwa unakuta Mungu anapotaka kukuokoa
anamsukuma yule mtu akutese, anamsukuma yule mtu akunyanyase. Wewe unajikuta unavumilia, unajikuta unatafuta namna ya kutengeneza, lakini kumbe mapenzi ya Mungu sio wewe utengeneze. Ni ukweli usiopingika kwamba kwenye mahusiano kuna changamoto, kwenye mahusiano kuna migogoro, lakini zipo changamoto na ipo migogoro ambayo ni kiashiria kwamba upo kwenye mahusiano na mtu asiye sahihi. Ukifuatilia vizuri kwenye Biblia, kuna kipindi ambacho wana wa Israeli wakiwa Misri waliteswa sana. Maandiko yanasema kwamba kilio chao kilifika kwa Mungu. Kwa hiyo ilibidi wale wa Misri wawatese wana wa Israeli kwa kiwango ambacho wana wa Israeli walikuwa wanaenda kumlilia Mungu ili Mungu awaletee mkombozi. Kwa Mungu alipoona kwamba wamekaa utumwani vya kutosha, ilibidi awapushi wale wa Misri wawatese na kuwanyanyasa wana wa Israeli. Na kadri walivyokuwa wanawatesa na kuwanyanyasa, ndivyo ambavyo kilio chao kilikuwa kinaongezeka. Hii maana yake ni kwamba upo uwezekano wa Mungu kuruhusu uteseke, upo uwezekano wa Mungu kuruhusu umie ili uweze kuchukua hatua. Wakati mwingine mimi nawaambia watu kwamba kuna maumivu unakutana nayo, kuna mateso unakutana nayo kama kiashiria kwamba kuna hatua fulani za haraka sana ambazo unatakiwa kuzichukua ili utoke kwa changamoto ulionayo. Sijajua unakutana na changamoto namna gani, lakini maumivu ya mapenzi yanaweza kaya yameangukia kwenye sababu mojawapo kati hizo tatu. Sababu ya kwanza inawezekana ni kwamba Mungu anataka akutoe kwenye mahusiano unayo. Wakati mwingine inawezekana ni malipo ya kile ambacho mliko wafanyia watu wengine, lakini pia inaweza ikawa ni kwa sababu ya matarajio yako makubwa na ndio maana unaumizwa kirahisi au unavunjwa moyo kirahisi. By the way, kama ni mara yako ya kwanza watembelea kwenye channel hii, mimi naitwa Isaac Nsumba, ni mtaalamu wa mahusiano, chumba na ndoa. Ninawasaidia watu kupata wenza, kuboresha na kudumisha mahusiano yao. Ili uendelee kujifunza zaidi kupitia video zangu, subscribe kwenye hii channel na kubonyeza alama ya kengele. Tujiunge pia na wengine ambao tunafaika pamoja na madarasa haya na tunaboresha mahusiano yetu. Thank you very much.